jaribu vile ambavyo tutaweza kufanya mambo fulani na tukikimbizana na muda, lakini vile ambavyo tunajaribu kuweka mbio, vile ambavyo tunajaribu kufanya mambo kwa haraka, hivyo ndivyo muda nao unasonga haraka, ya kwamba muda hauwezi ukatungojea sisi, ili wakati ambapo tutaweza kufanya maamuzi, ama wakati ambapo tutaweza kusema ya kwamba kutoka sasa nimeamua, muda hauko upande wetu. Kwa hivyo muda unapita haraka sana, na hii ndio maana wale watu wengi sana, those who invented the engines, wale ambao waliweza kuinvent the engines, zile ambazo zinatumika sasa kwa gari, zile zinatumika kwa ndege, zile ambazo zinatumika kwa mashua ama hata mamerikebu kule kwa bahari, wale watu ambao walikuwa na maono ya kuweza kuinvent the engine, walikuwa na maono ya kukimbizana na muda, ili ya kwamba wakafanye mambo kwa haraka. Hapo zamani tutakubaliana ya kwamba kabla hata engine hazijaweza kuwa invented, kuna kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, watu ingewalazimu miezi, wengine hata wangelazimika miaka, maana kulingana na ile minsi yenye walikuwa wanatumia. Lakini siku ambazo tuko, inachukua tu risali moja na unajipata katika taifa la mbali. Inachukua tu hata muda mwingine kidogo sana, mandakika, unajipata mahali ambapo unataka kuwa katika taifa la Kenya. Hii ni kusema nini, watu wa Mungu? Ni mwanadamu aliketi mahali akaanza kushangaa na vile ambavyo muda unakimbizana na mimi najaribu kufanya hili, nikikuja kugutuka mambo na muda umeweza kunipita, nguvu sina tena ya kufanya hilo jambo, miaka imeweza kusonga ya kufanya lile jambo. Kwa hivyo mwanadamu, kwa sababu ya shinda ya wakati ya masaa na wakati yenye alikuwa anapitia, ndiposa aliamua ya kwamba wacha kukaweze kuinventiwa a machine or an engine ambayo itakuwa itatusaidia kufanya mambo kwa haraka. Muda ndiye ambao unatuambia mambo mengine hayawezekani. Time is what tells us that sometimes that there are things which are impossible, because we have run out of time. Praise be to God. Lakini hata baada ya kuweza kuinvent the engines and everything, hakuna scientist yoyote, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kuinvent a new second, a new minute, a new hour, or even a new week, or even a new day. The time is still the same. Hapa ndipale katika kitabu cha Ecclesiastes Mungu ananena na anasema ya kwamba time and chance I have given to everybody. Praise be to Jesus. Kwa hivyo muda ule ambao mimi nahitaji, ili ya kwamba nikaweze kutimiza, ama ya kwamba nisije nikasema hili jambo ya kwamba haliwezekani, huo muda Mungu amenipea. Kwa hivyo sina jambo ambalo ninaweza kujitetea, ya kwamba siwezi pia kujitetea na muda, siwezi nikajitetea na kitu chochote kile, ya kwamba nilitazamia kufanya jambo fulani na halikuwezekana. Hallelujah. As man we are limited. Kama wanadamu tutakubaliana ya kwamba kuna yale mambo ambayo hata tukikimbizana na muda namna gani, kuna mengine hatutaweza kuyafanya, lakini ni vyema tukawe na hesabu, ni vyema tukaweze kuwa tunajua ama na maono ya yale mambo ambayo tunataka kuyafanya, hata wakati ambapo tutashindwa kutimiza yale yote yenye tulikuwa tunataka, at least kuna percentage ya yale ambayo tutaweza kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. That is man trying to deal with impossibilities. That is man I am defining. Huyu ni mtu ambaye ninajaribu kufafanua. Yeye ule ambaye anajaribu kupigana na kujaribu kufanya mambo yasiyowezekana yakaweze kuwezekana. That is man. But what about God? What about God? Na Mungu nje, na yeye ni gani ayo yenye huwa yanamshinda? Kwa Mungu hakuna jambo ambalo linamshinda. Kama ni muda sisi ambao tunaangalia na tunaona muda umetupita, kwa Mungu naye ahesabu muda wake kama sisi vile ambavyo tunahesabu muda wetu tukiwa wanadamu. Sio hivyo kwa Mungu, maana pia neno lake anasema ya kwamba siku moja kwake ni kama miaka 1000.
Kwa hivyo kwa muda ambao Mungu anatumia sio kama muda wa mwanadamu. Kwa hivyo mimi ninaweza kuwa ninasema ya kwamba nimepitwa na muda, siwezi nikatengeneza hili, siwezi nikatengeneza lile lingine, siwezi nikatimiza haya malengo, ama siwezi nikatimiza yale malengo mengine. Lakini Mungu naye akiniangalia, na Mungu akikuangalia, haoni mtu ambaye ameshindwa, anaona mtu ambaye bado ako karibu kutimiza lile jambo ambalo yeye alikuwa amelikusudia tangia kuumbaji wake. Maana ananena na Yeremia, anamwambia, ukiwa katika tumbo la mama yako mimi niliweza kukujua, na pia kuna mipango ambayo nilikuwa nimekuwekea wewe. Kwa hivyo ni mimi na wewe, mtu wa Mungu, we have to align ourselves with the ways of the Lord if we want to accomplish the impossibilities. We have to align ourselves with the Almighty God who is sitting outside the time, who cannot be controlled by our economy, who cannot be controlled by anything that is working in the universe. The Bible says, my ways are not your ways, as the heaven is above from the earth, so I am. So that is how I am, and that is how my thoughts are far from your thought. Ya kwamba yale mawazo yenye wewe unawaza na yale ambayo mimi kama Mungu nakuwazia, vile ambavyo mbingu iko mbali na dunia, hivyo ndivyo mawazo ya mwanadamu na ya Mungu yako na utofauti. Wakati tunaenda mbele zake na tunamwambia ya kwamba Mungu, hili jambo haliwezekani, naye anasimama anasema, ni nani huyu ambaye amesema iwezekani? Kwa kila mwanadamu ambaye ako katika ulimwengu, jambo ambalo tu haliwezi likawezekana ni lile wewe mwenyewe umekubali ndani ya moyo wako haliwezekani. Hilo tu ndilo ambalo haliwezekani. Lakini yeyote ambaye anaamini Mungu, yeyote ambaye anaaminia Mungu, watu wamevunja mipaka, watu wamevunja the limit za zile kwa familia, kwa nyanja za biashara, kwa nyanja hata za professional. Watu wameweza kuvunja mipaka na wakaenda viwango vingine. Sio ya kwamba walikuwa tofauti ya mimi na wewe, walikuwa tu mtu kama mimi na wewe. Wengine ni wa vijiji vyetu, wengine ni wa taifa letu, wengine hata ni wa lugha zetu, wengine pia ni watu ambao wako mbali na sisi, lakini macho yetu yamejionea wale ambao walikuwa wanasema, mimi nilizaliwa mahali kunakaa hivi, ama kulikuwa kunakaa vile vingine. Tumeshuhudia, tumesikia na macho yetu, tumesikia na masikio yetu, tumeona na macho yetu vile ambavyo Mungu amefanya na wale watu. Na hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba sikuna tofauti yangu na wale wengine. Kama Mungu aliweza kutenda kwa wengine, kama nitaamini Mungu, kama nitaweka imani yake yangu kwake, basi hata kwangu yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Guza jirani yako, mwambie yanawezekana. Haleluya. Wakati moja wana wa Israeli wakajipata katika hali tatanishi, ambayo wakati ambapo Musa aliwaendea kutoka pale nchi ya Misri, wakati ambapo Farao alijirundia kwa mawazo yake na akajiuliza, nimefanya nini ya kwamba nimeachilia wana wa Israeli? Na akachukua jeshi lake kuu ambalo lilikuwa limeogopewa na mataifa. Basi wakaamua ya kwamba tutaweza kuendea wana wa Israeli. Na wakati ule wana wa Israeli wakafika katika bahari Hindi, mahali ambapo waliweza kuangalia upande huu ni bahari, upande huu mwingine ni wanajeshi wa Farao. Na wakaanza kunungunika kwa Musa, wakimuuliza, kwa nini Musa umetuleta umbali huu ili tukaangamie? Umetuleta umbali huu ili tukaangamie? Mimi sijui ni nini unanungunika kuhusu, sijui ni nini hiyo umekaa na unaona ni kama iwezekani, sijui kama ni ndoto zako ya kwamba umeangalia mambo vile ambavyo yalivyo ukaona ni kama utatimiza ndoto zako. Niko hapa kukuambia, mtu wa Mungu, ya kwamba Mungu anaweza. Mungu anaweza. Hizo ndoto utazitimiza, hiyo mijengo utakamilisha, hayo masomo utamaliza, hiyo biashara itasonga kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
wale wana wa Israeli wakanungunika mbele ya Musa. Musa akaweza kuangalia, yeye kuangalia jeshi, yeye kuangalia wana wa Israeli, yeye kuangalia bahari Hindi. Aliinua macho yake kama vile Daudi anasema ya kwamba nitainua macho yangu na msaada wangu utatoka wapi? Basi Musa akainua macho yake na msaada wake ukatoka kwa Mungu, na Mungu akaweza kumwambia Musa vile ambavyo ataweza kufanya, na Musa akapata ujasiri. Musa mwenye moyo ulikuwa umeinama, Musa mwenye hakuwa na majibu, Musa mwenye hakuwa anajua nitaweza kujibu hawa watu wa Mungu namna gani, akaweza kupata ujasiri mara moja, maana alisikia sauti ya Mungu na akaweza kuwanenea, akawaambia ya kwamba tazameni nyinyi turiene, be still and see the salvation of the Lord, for even the army of the Israel that you are seeing, the army of the Egyptians that you are seeing now, you shall not see them anymore. You shall not see them anymore. What you need to do, servant of God, kwa yale yenye unaonekana ni kama hayawezekani, kwa yale kwa mtazamo yako ni kana kwamba hayawezekani, usiendelee kuangalia hiyo taabu, usiendelee kuangalia hiyo mambo. Inua macho yako juu, kaweze kumwangalia mama, kaweze kuangalia Mungu mzee, kaweze kuangalia Mungu kijana, ya kwamba wakati utaangalia Bwana atazusha msaada wake. Hata ukiangalia binadamu hawataweza kukusaidia, watasympathize na wewe, watakuambia pole, watakuambia sijui hapo kutakuaje. Lakini ukiinua macho yako juu na ukasema imani yangu iko kwa Bwana, ukigutuka hao watoto watakuwa wamemaliza vyuo vikuu. Ukiangalia nyuma, hakika Mungu atakuwa amekuwezesha, hata utakuwa na kwako. Ukiangalia ile biashara yenye ilikuwa kama inaisha, utakuja kugundua ya kwamba kutoka kwa ile biashara umeinuliwa viwango vingine, kama tutainua macho yako juu na ukaweze kumtazama Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu wa Mungu, in the book of John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Hallelujah. Neno la Bwana linasema mimi ndiye mzabibu na nyinyi nao ni matawi, na kila tawi lenye ambalo halitakuwa na matunda ama halitakuwa na mazao mimi nitaweza kulikata, maana bila mimi hakuwezi ukafanya chochote. Biblia inasema ya kwamba in part B, for without me you can do nothing. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tukaweza kukubaliana, watu wa Mungu. Sijui ujasiri yenye ambao uko nayo wewe unatoanga wapi? Ile ujasiri yenye ambayo wewe umebeba, sijui ujasiri yako inatokana na nini? Kuna watu wenye wamebeba ujasiri ambao ni mbaya na ujasiri ambao ni undanganyifu, na kuna wengine wamebeba ujasiri ule ambao unafaa. Kuna wale ambao wamejiambia ya kwamba hii mambo ni kama haiwezekani, kwa hii shinda ni kama hatutatoka, kama baba yangu hakutoka, babu yangu hakutoka, hata yule babu mwenye alitangulia wa kwanza hakuweza kutoka, basi mimi nitatoka namna gani? Usije ukakubali kujiambia namna hiyo. Hapo ni mahali ambapo hujahusisha Bwana, na niweze kukujulisha kama vile neno la Bwana limesema, for without me you can do nothing. Bila ya Mungu huwezi ukafanya lolote. Ni vyema ukaweze kugundua hivyo, lakini kama utaambatana na Mungu, kama utaweka Mungu kwa roho yako, hayo masomo utamaliza kijana, hiyo ndoa itaweza kundumu mama na mzee, hiyo ndoa itaweza kundumu, hiyo biashara mwanabiashara itaweza kundumu na utaweza kuendelea, kama tu utaweza kuweka utaweza kujiambatanisha na Mungu ambaye aliye juu. Maana ni vyema tukubaliane, bila ya Mungu we are limited. Kama hatuwezi tukahusisha Bwana kwa mambo yetu, basi we are limited. Kunayo yenye hatutawezana. Wale ambao ni wanabiashara wenye wamebobea,
ukisikia historia zao walianza chini. Kuna wakati hata depression ilikuwa ipate wengine kwa sababu ya mambo yenye walikuwa wanapitia, lakini licha ya depression, lakini licha ya kuitwa majina, waliendelea kung'ang'ana. Kila asubuhi mtu aliamuka kwenda kuuza viazi kidogo, kila asubuhi mtu aliamuka kwenda kuuza sukari kidogo. Lakini sasa ukiwaangalia tunaweza tukawatamani, lakini mwanzo wao haukuwa rahisi. Hata wewe mtu wa Mungu ni vyema ukaweze kujua ya kwamba licha ya vile unang'ang'ana, licha ya majina yenye umeitwa, licha ya mambo yenye umepatana nayo, haupaswi kukufa moyo. Kama uko na Mungu haupaswi kukufa moyo, maana itafikia siku ya masiku na ile jambo lenye umekuwa ukiaminia Bwana ataweza kulitenda. The impossibility ama the impossible shall be made possible. Hallelujah. Kuna watu ambao kwa dakika kidogo, kuna watu aina ya watu ambao ni aina 5. I have the five type of people wale ambao they are able to conquer impossibilities. I want just to give you 5 different category of people, those who are able to conquer impossibilities. And number 1, they are those who believe. Hallelujah. Wale ambao wanaamini. In the book of Mark chapter 9 verse 21 to 23. Mark 9 21 to 23. And also we shall learn also Hebrews 10:39, and we shall learn John 11:40. Let's start with Mark 9:21. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child, tangu totoni. And oftentimes it has cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou can help us, if you can do anything, have compassion on us and help us. 23. Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believe. Praise be to God. Huyu ni baba ambaye alikuwa na mtoto tangia utotoni mwake. Huyu mtoto alikuwa amesumbuliwa na mapepo ambao yalikuwa yanataka kumwangamiza. Lakini wakati moja wakasikia Yesu anapita. Na wakati ambapo Yesu alikuja kwa ule mtoto akiwa anapita, akaweza kuuliza mzazi, na haya mambo yamekuwa yakiendelea namna gani? Huyu mtoto amekuwa katika hii hali kwa miaka ngapi? Naye mzazi akaweza kujibu akamwambia, tangia utotoni mwake ndiposa haya mambo yamekuwa yakiendelea. Hata mimi mtu wa Mungu sijui ni nini ambayo unasema imekuwa ikiendelea kwa miaka 5. Sijui ni nini ambayo unasema imekuwa ikiendelea kwa miaka 10. Lakini Yesu aliweza kunena naye kwa mstari wa 23, akaweza kumwambia, kama tu utaweza kuamini, mambo yote yanawezekana kwa yule ambaye anamwamini, kwa yule ambaye anaamini. Niko hapa kukuambia mtu wa Mungu, kama unataka hiyo hali ikabadilike, acha kujihurumia, acha kushangaa, acha kuwa na hofu, bali weka imani kwa Bwana. Anza kuwa mtu ambaye utakuwa mtu wa kuamini. Wale ambao walifanya vizuri kwa shule, sio ya kwamba walikuwa werevu kuliko wengine, ni kujiamini, walijiamini. Wengine waliambiwa na wazazi wao, you are so smart, you are very wise, you are intelligent. Lakini pia kuna wengine wenye waliambiwa, wewe ni mjinga, wewe sijui unafanyanga nini. Like there was difference between those two children. Wale ambao waliambiwa, you are wise, you are intelligent, hao waliweza kufanya vyema shuleni. Lakini wale wengine ambao waliambiwa ni wajinga, na mzazi ambaye amemlea ama hata na mwalimu mwenye anamfunza alijiamini kwa moyo wake, mimi siwezani. Kwa hivyo hakuna haja ya kujituma kwa masomo, hakuna haja ya kuendelea na hizi vitabu. Hakusoma akiwa holiday, hakusoma akiwa wakati wowote ule, hakuweza kujipeana kwa vitabu. Kwa hivyo ndio maana wengine wao waliweza kufeli. Lakini yule ambaye naye aliambiwa, you are intelligent, you are smart, naye akajipeana kwa vitabu, maana anajua ninaelewa, maana anajua mimi niko na hekima, akaweza kujipeana vitabu kwa vitabu. Hivyo ndivyo alijiamini na akaweza
ataweza kufanya vyema. Hata nawe mtu wa Mungu, sijui hiyo hali yenye uko nayo ni ripoti ya nani unaamini ya kwamba uwezani, ya kwamba utaishi namna hiyo. Hata kama ni ndoa ilivunjika, usikubali mtu wa Mungu. Kama unasikia uko na uwezo wa kupeana chance nyingine, ni vyema usijizuie, ni vyema ukaweze kukubaliana na Mungu naye akaweze kukusaidia. There is nothing impossible to those who believe. Kwa wale ambao wanaamini, hakuna jambo ambalo ni ngumu na wao. Hallelujah. In the book of Hebrews chapter 3 verse 9, Biblia inasema ya kwamba we are not of them that look back for perdition, but we are of them that believe for the saving of the soul. Sisi sio wale ambao wanaangalia nyuma na wanaweza kuangamia. Sisi ni wale ambao wanaamini na mambo yanabadilika. Kwa hivyo hata wewe mtu wa Mungu, ni vyema usiwe mtu mwenye ambaye anaangalia nyuma. Ukiangalia nyuma utajidhalau, ukiangalia nyuma utajikosea heshima, ukiangalia nyuma haina mazuri yale ambao yametoka nyuma. Lakini kama utaangalia Bwana, anasema katika kitabu ya Jeremiah, I know the plans that I have for you. They are not plans to ashame you, they are not plans to diminish you, but they are plans to prosper you and to give you an expected end. That is the plan of God to those who are believing in Him. Sio wale ambao wanaangalia nyuma. Usiendelee kutazama hayo mambo yenye yalipita, wacha yakapite. Anzia kuangalia mahali unaenda, anzia kuaminia si Mungu kila siku na kila asubuhi, na Mungu naye ataweza kukuonekania. Bwana Yesu asifiwe. In the book of John chapter 11 verse 4, if we be in the book of John chapter 11 verse 4, tunaweza ekewa hiyo tafadhali. John 11:4. Biblia 11:40. Biblia inasema ya kwamba then Jesus said, I did not tell you that if you believe you will see the glory of God. Jesus said unto her, said I not unto thee that if thou would believe thou should see the glory of God. Those who believe, they will see the glory of God. If you want to see the glory of your life, you need to stop being a mediocre person. Lazima uache kuona ya kwamba ni kana kwamba mambo hayatawezekana ama hiyo hali itabaki vile. Just show yourself. Simama vile ambavyo inafaa. Smile to people, talk to people well. So lazima watu waone vile ambavyo unakaa ama shinda zenye ambazo unapitia. Ni vyema hata kama unapambana ndani yako, kaa na imani ya kwamba hata kama hali iko namna hii, mimi ninaamini Mungu, mambo yatabadilika. Na ujue wenye ambao wanaona impossibilities sio maskini tu, hata matajiri pia na wao kuna hali chenye zinawapata na wanashindwa, hapa nitatoka namna gani? Kwa hivyo just to believe, it is not for those who are not good financially, it's not for those who are sick. Believe is for everybody. Whether I am healthy, whether I am rich, whether I am educated, I need to believe God like never before. Maana dunia sio jambo moja tu. Masomo haitoshi, lazima niamini Mungu nitapata kazi. Kuwa mlembo haitoshi, lazima niamini nitapata ndoa. Kuwa mwanaume mwenye nguvu haitoshi, lazima uamini utakuwa baba, na utakuwa baba ambaye ni mzuri kwa familia. Kwa hivyo sio kwa mtu fulani tu. Imani na kuamini kunahitajika kwa kila mmoja wetu. Maana kuna mambo yenye mtu anapatana nayo na anashindwa, mari hapa nitaweza kuondokea wapi? Just believe. For everybody who believes, there is nothing impossible with that man. Praise be to Jesus. Category number 2, those who persevere or those who endure. Those who persevere or those who endure, wale ambao wanavumilia na wale ambao wanastahimili. Hao ndio ambao pia, those who are able to make impossibilities to become possible. Those who endure and those who persevere. There is no greatness or crown without perseverance or endurance. There is no greatness or crown without perseverance
or endurance. Hakuna ukuu wowote, hakuna taji yoyote ambayo mtu atawaiyekewa katika ulimwengu kama hukuweza kuvumilia. Hata yule mama mwenye ambaye anaitwa kukanso wengine, maana amekaa kwa ndoa miaka 30, maana amekaa kwa ndoa miaka 40, sio kwamba huyo mama hiyo ndoa ilikuwa mzuri sana, sio ya kwamba ilikuwa mzuri sana, ni kwamba aliweza kuvumilia. Kuna wakati ambapo hata alikuwa ametishiwa ya kwamba atauawa. Kuna wakati alikuwa ametishiwa ya kwamba atakaa kwa ile familia by the in-laws na wale watu ambao ni wa ile familia, lakini yule mama alisimama akasema, sitaacha watoto wangu. Akasema, nitaamini Mungu ya kwamba mambo yatabadilika. Kwa hivyo hata na wewe mtu wa Mungu, lazima tukaweze kujua there is no greatness, there is no crown without perseverance or even enduring. Hallelujah. In the book of James chapter 1 verse 2. In the book of James chapter 1 verse 2. In the book of James chapter 1 and verse 2. Verse 12, sorry. Verse 12, sorry. Verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love him. Yule ambaye ataweza kustahimili, yule ambaye ataweza kustahimili majaribu, huyo ndiye wakati ambapo ataweza kujaribiwa. Huyo ndiye ambaye atapewa taji ya maisha, ile ambayo Mungu amewaindia wale ambao wanampenda. Endurance. 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 There is one great minister of the gospel, of the word of God, a great preacher of the gospel, of the good news of Jesus, that is the word of God, ambaye aliweza kuitwa katika shule moja kuu. Ilikuwa graduation ceremony ya watoto ambao walikuwa wanahitimu katika chuo kikuu. Akaweza kuambiwa, maana nao muda ulikuwa umesonga sana, akapewa dakika 5, akaambiwa ya kwamba I want you to address these people. I want you to address these people within a period of 5 minutes. Yena nikumbusha mahali pengine nilitembea mbali na huu mji tu majuzi sana. Kufika kwa ile ceremony, masaa ilikuwa imesonga sana. Nikaambiwa sasa mhubiri mwenye amekuwa anakuja kuhubiri anapewa dakika 3 uhubiri. Na nimetoka mbali, nimeenda mahali ambapo ni mbali sana. Alafu mhubiri akaambiwa umepewa dakika 3 uhubiri. Nilifurahia tu. Hallelujah. Wao ungefurahia. I was just happy. So this man of God akaambiwa wewe umepewa just 5 minutes to address these people. He just gave them 2 ones, 3 ones. Alisema la kwanza, don't give up. Akanyamaza. And he paused for some minutes. And he repeated the words, don't never ever give up. Akanyamaza tena kwa muda wa kama sekunde 30. With a loud voice, never ever 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 give up. And that was the end of the message. Praise be to Jesus. Never ever give up. In other words, you should endure anything that comes your way. You should never ever give up.
but you should always endure contentions. Kila mambo yenye ambayo yanapatana na wewe, yawe ni magonjwa, iwe ni kukosa, iwe ni vita za watu mahali ambapo unafanyia kazi, ama hata kwa familia, ama kwa biashara, ama mahali popote pale, you should never ever give up. You are programmed to persevere and you are programmed to endure, because after you have endured, after you have persevered, you shall receive the crown of life. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. We need to persevere. If we want the impossible to become possible, we need to endure like never before. Wakati moja Timotheo, Paulo akiandikia Timotheo, akaweza kumwambia ya kwamba, my son Timothy, I just want you to fight the good fight of faith, and to endure also hardness as a soldier of Christ. Hallelujah. To endure, you have to endure regardless of what is passing, or whatever you are passing through. Kama utaweza, nilisikia wakati moja our dad akiwa amepost akasema, you are the only hope for your family and for your life. You are the only hope. Now what will happen if you give up? What will happen if you give up? And you are the only hope. You are not wale wenye unadhania unawatarajia. You are lying. You are lying. Wake up. Wake up. You are the only hope of your family. You are the only hope of your life. And you need to stand tall regardless of anything that is happening. Hallelujah. We need to endure. We need to fight the battle of life. Lazima tukakubaliane watu wa Mungu. Life is not a place to enjoy, but life is a task that each one of us is given so that we may fulfill it. Wakati ambapo umepewa kazi, hauwezi ukaifanya eti kwa sababu mambo ni mazuri. Wengine hata kukinyesha, utapata tumeamuka asubuhi, tumekimbia kazini. Maana that is where we are given a task. Hata kama kunanyesha namna gani, mchungaji atakuja mahali hapa na ataweza kuhubiri. Hata kama mtakuja, hata kama hatutakuja, yeye ataamuka na atafika mahali hapa. Na sisi wote hivyo ndivyo tunapaswa kujua ya kwamba life is not something to enjoy. Kwa hivyo hata wale wenye wanajiposti kwa social media, wale ambao wanaenda na vitu mzuri na tunaona kama wana enjoy life, don't be enticed, don't be deceived. Life is not something to enjoy. Life is a task that each one of us, we need to fight, we need to persevere, and we need to emerge victorious. Hallelujah. Amen. Those who persevere, permanent perseverance and persistence in spite of all obstacles are what distinguish the strong soul from the weak soul. Kama kuna jambo ambalo litatofautisha mtu yule ambaye ni mkuu na yule mtu ambaye ni mdhaifu, ni yule ambaye ni uvumilivu na kustahimili. Yule mtu vile ambavyo anaweza kuvumilia hali na kustahimili hali zingine, hiyo ndiyo ambaye inaonyesha tofauti ya yule mtu ambaye ni mkuu na yule mtu ambaye hawezani, ama yule mtu ambaye ni mdhaifu. Maana neno la Bwana linasema ya kwamba, if you shall faint in the day of trouble, then your strength was few. Kama utaweza kuzimia siku ambayo ni ya shinda ama taabu, basi nguvu zako zilikuwa kidogo. Kwa hivyo ni kuonyesha nini, watu wa Mungu? Lazima tukavumilia hali, lazima tukawe na imani na Mungu licha ya mambo yenye tunapambana nayo. We know our Lord is Lord of impossibilities. He can make the impossible to become possible. Neno la Bwana linasema kwa Isaia, he shall make every mountain plain, and he shall make every crooked way straight, and every valley shall be exalted. That is the God that we serve. That is the nature of God that you and I will serve. The God of impossibilities. He is God in the mountain, he is God in the valley, he is God in all praises. Wakati mmoja mtu wa Mungu ambaye anaitwa Daudi akapatana na jitu ambalo lilikuwa limetoka kwa Philistines, ambalo lilijulikana
unaona kama Goliath na lile jitu lilikuwa kubwa, lakini huyu mtumishi wa Mungu Daudi akiwa kijana mdogo ambaye hakuwa amezoea vita, akaweza kupatana na lile jitu. Jitu likamwambia, siku ya leo ninataka kupeana nyama zako kwa ndege wa angani. Naye Daudi akunyamaza. He confronted the giant and he said to the giant, you come to me with just a weapon, with just with a javelin, but I am coming to you in the name of the Lord, in the name of the Lord. Even when you are confronted with situations that are making you fearful, that are making you afraid, that are intimidating you, you need to endure. You need to endure and believe in God like never before. You can will with God, God with you on the same side. You are going to win every battle. If you have God on your side, you are going to win every battle. It doesn't matter the enemy that is confronting you. It doesn't matter the strength. It doesn't matter the ability of the enemy. With God and you on the same side, you are able to conquer. Impossibilities can become possible. Hallelujah. With God on your side, everything can become possible. You need to endure and persist. Don't become the weak person. Don't be the weak person. Just persist and endure hardness like a soldier of Christ. Ti unasikia mtu alienda nchi nyingine na unakaa ukijiuliza utawahi enda wapi? That is not why we were created. Hiyo sio sababu yenye ambao tuliumbwa. Hapana. You are fighting your own fight. You are fighting your own battles. Hallelujah. Na lazima ujue ya kwamba vita za rafiki yako sio zako. Lazima upigane vita zako na ujue the strategies that you are going to use, and one of them is perseverance and endurance. Hallelujah. In the book of Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, scorning its shame, and sitting at the right hand of God. Hallelujah. This was Jesus. Huyu ni Yesu ambaye he is our perfect example. Biblia inasema ya kwamba we should fix our eyes onto Jesus, who is the author and perfecter of our faith, and because who for the joy that was set before him endured the cross and despising the shame. Hallelujah. You have to endure. Even Jesus himself endured. He endured in this life. Wale mambo yenye alikuwa apatane nayo hakuweza. Kuna wakati moja aliomba na akaambia Bwana, najua Mungu mambo yote yanawezekana na wewe. Kama inawezekana nitolee hii kikombe. Hiyo ni kusema nini? Akiwa na mwili na nyama, alikuwa hata yeye na hofu kama wewe. Alikuwa na hofu kama vile wewe unakuanga na hofu. Hakuwa anajua hii mambo itakuwa namna gani. Alikuwa anaomba pia yeye kama itawezekana asifanyiwe ile aibu yenye alifanyiwa, asikufe kile kifo chenye alikufa, asiaibishwe ile vile ambavyo aliaibishwa. Kama hata wewe na mimi vile ambavyo tunaogopa aibu, kama vile mimi na wewe vile ambavyo tuogopa tutakangi wakati ambapo mabaya yanatukujia, lakini Yesu alisema sio mapenzi yangu yafanyike bali mapenzi yako yakafanyike. Na baada ya kuomba hilo ombi, tunapata hapa mtu yule ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Ibrania akisema ya kwamba Jesus is our perfect example. He is the author and finisher of our faith. He endured the cross and despising the sin. Even you servant of God, you need to endure. Hata kama unasikia uoga, hata kama unasikia una nguvu, you need to persist, you need to endure, you need to persevere. And then finally victory shall be your portion. Hallelujah. Hallelujah. We need to persevere. Number 3, those who confess victory. Hallelujah. Those who confess victory. Hallelujah. I don't know what you are confessing.
If you want impossibility to become possible, you need to be a man or a woman who is confessing victory. Ukikaa hivi usijione, usikae hivi uone ndoa kama itaisha, usikae hivi uone kama biashara inaisha, usikae hivi uone kama hii masomo utamaliza, usikae hivi uone ni kama utaolewa ama kuoa, usikae hivi uone ni kama maisha yako itaisha vile ambavyo ulivyo. Ukukatana na hiyo maneno, lazima ifike mahali ambapo utakaa hivi na unajiona na mira ama kioo cha Mungu, kile ambacho anasema ya kwamba whoever is in you is greater than the one is greater than the one who is in the world. Hallelujah. Ukikaa namna hii, usione ka impossibilities. Ona ukiwa na hiyo shahada, ona ukiwa unatimiza hiyo ndoto, ona hiyo biashara ikienda kiwango kingine. Usijali vile biashara zimekuzunguka, usijali vile ambavyo economy ilivyo. Wewe angalia mambo na kioo cha Bwana. Angalia Bwana. Biblia imesema let us fix our eyes onto Jesus. Let us fix our eyes onto Jesus, not onto the circumstances, not whatever, not on water we are seeing with our carnal eyes. We need to be men and women who can see the things with the perspective of God and the Holy Spirit. Hallelujah. Ukikaa hivi mtu wa Mungu, usione kana kwamba mambo hayatawahi badilika. Sasa usipojitia nguvu, nani atakutia nguvu kweli? Na kila mmoja mwenye unaona kwa hiyo ulimwengu anatafuta mwenye atamtia nguvu. Hallelujah. Ama we mwema hutaki kutiwa nguvu? Hallelujah. Kila mtu anataka mtu mwenye ambaye atamtia nguvu. So ukingojea hadi wakati ambapo mtu atakuja kukutia nguvu, inaweza chukua miaka. Hallelujah. Wakati moja Daudi akajipata katika hali wakati ambapo alikuwa amekimbia kwa Saul, akaenda kwa kiongozi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Akas. Na huyu kiongozi wakati moja wakaenda kwa vita, maana Saul alikuwa anatafuta Daudi amwangamize. Akas akaweza kuficha Daudi katika kijiji moja ambacho kilikuwa kinaitwa Ziklag. Na wakati ambapo walikuwa mahali pale, wakati moja Akas akaamua kwenda vita kinyume na Sauli, na wanajeshi wa Akas wakamwambia usikubali Daudi akaende na sisi, maana huyu jamaa akienda na sisi ikifika huko anaweza akatugeuka. Lakini yule mfalme akaambia Daudi, kwa hivyo mimi na jeshi langu tumekataa. Wewe tunajua unatutakia mazuri na uko tayari kupigana nasi, lakini wewe rudi katika kijiji. Na Daudi alikuwa na 6,000 people, alikuwa na 6,000 people soldiers. Wakati ambapo alirudi mahali pale, akapata kijiji kimevamiwa, mahali waliacha wake zao, mahali waliacha watoto wao na mifugo wao, kijiji kizima kimeangamia ama wameweza kuvamiwa na nyumba zikachomwa. Lakini mahali pale wanajeshi wa Daudi wakaanza kumraumu, wakaanza hata kufikiria vile ambavyo watampiga mawe. Lakini Biblia inasema there is one of the greatest battle in the Bible. There is one of the greatest battle that I came across in the Bible, and the Bible says but David encouraged him in the Lord, encourage himself in the Lord. Hata wewe mtu wa Mungu, you need to encourage yourself in the Lord, even when those people were close to you. Wakati ni kana kwamba wakuelewi, wakati wanakaa ni kama hizo ndoto hazitawahi timia, wakati wanaona ni kama mwisho umefika, you have to declare, you have to encourage yourself in the Lord, because if you don't encourage yourself, then we are doomed to destruction each and every day when we wake up. Hata kama tunaweza lala kitanda moja na Nasambu, wakati ambapo ninaamuka inabidi mimi nijitie nguvu, niondoe macho yangu kwa usingizi, na nijue hii siku ambayo naenda kupambana nayo, hii ni siku nyingine njema yenye Mungu amenipea, na ninajitia nguvu katika Bwana. Baada ya kujitia nguvu, hapo ndipo naweza na yeye bado kumtia nguvu. Wakati nijitia nguvu, wakati niko na majeraha, ni ngumu sana kutia wengine nguvu. Kwa hivyo I have to encourage myself in the Lord, regardless of anything that is happening. Hallelujah. Hallelujah. Hizo zingine tutamalizia.
impossible can be made possible. Impossible can be made possible. Hallelujah. Impossible can be made possible. With those 3 keys that I have given you, the key of perseverance, the key of belief, the key of confessing victory. With those keys you can do, the impossibilities can become possible. Hallelujah. Napetaka watu wa Mungu tuende mbele za Bwana. Simama tu kwa miguu yako kwa dakika moja. Just stand with your feet. I don't know the impossibility that you are passing through. Sijui ni gari gani hiyo yenye ambaye hata watu hata ukituelezea hatuwezi tukakusaidia. Ni kama hata unaona hakuna mwenye ambaye anaweza akaamini hiyo ndio hali yenye unapitia. I want you just to know that impossible can become possible. Hallelujah. I want you just to will. The Bible says, and we ought to pray and let men ought to pray always. That is the only key, by calling upon the name of the Lord. The Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved, or she will be saved. Kwa hivyo hii haijalishi wewe ni nani. Nataka ufungue kinywa chako mbele za Bwana. Ni wewe unajiombea sasa. Unaenda mbele za Bwana kwa sababu ya hali yenye unapambana nayo. Watu wanaweza kuona eti uko na kwako, uko na pesa, wadhani wewe uko sawa, lakini inside you, you know what you are battling. You know the battles that you are fighting. I want everybody just close your eyes. Na ukainulia Bwana mikono yako. Ukaweze kuinulia Bwana mikono yako. Kama Mungu amekuwezesha, inulia Bwana hiyo mikono. It is a sign of surrender. As you are just telling God to come through, to come through, to come through. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako. Bwana, sisi tukiwa binadamu, there are times when impossibilities and we meet with them. But thank you, Almighty God, because you are not limited, because impossibility does not exist in your vocabulary. Thank you, Almighty God, because you are changing our history today, as we are believing in you, as we shall endure, as we confess, as we believe in you. Oh Lord Almighty, how we pray, oh God, that you shall come unto the sinner and impossibility shall become possible. We shall move from inferiority and we shall climb the land of superiority in the name of Jesus. Wewe ambaye mkono wako sio mfupi ya kwamba uwezi ukakomboa, wewe ambaye sikio lako sio kiziwi ya kwamba uwezi ukatusikia, tunainua mikono yetu kwako, tunainua sauti zetu kwako, tukiomba Bwana, let impossibility become possible. Bwana, waliodhania wataishi na magonjwa, tumeona ukiyaponya. Wewe neno lako linasema, by your stripes, oh Lord, we were healed, oh Lord. Wenye ambao wako kwa ndoa zenye ambazo ziko na vulugu, Bwana unaweza peana amani. Bwana unaweza peana amani. From now henceforth, we are seeing victory. We are seeing possibility kwa uwanja wa biashara, in the businesses arena. Bwana tunatangaza uwezekano, biashara zitafungwa, watu wako wataendelea na hasara. Utawapea Bwana, utawaonekania, kibali itakuwa sehemu yao, watatoka nguvu hadi nyingine, watatoka utukufu hadi mwingine, katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakuamini. We dare to believe you, God. We dare to believe you, God, that our lives shall change, that our situations shall not remain the same. Hayo masomo Bwana, wanafunzi watamaliza. Haijalishi giza yenye wanaona, haijalishi mung'ang'ano wakalo, Bwana wape neema, uwafungue macho, wakaone kushinda, wakaone hiyo shahada, katika jina la Yesu. Walioko kwa ajira na kazi zao ziko na vita, wanaopigwa kwa vita mahali ambapo wameajiliwa, Bwana wewe msaada wa karibu, kaweze kuingilia na ukaweze kumaliza hizo vita, katika jina la Yesu. Let impossibilities become possible. Those who have threatened even to be fired, those who have threatened, oh Lord Almighty, that their contract shall be terminated
stagnated. We are declaring in the name of Jesus, we are serving a God who is able to do exceedingly, who is able to do abundantly. Behold, we can think or imagine. May you arise, O Lord. May you arise, O Lord, and let their path shine and shine bright and brighter unto a perfect day. Let their path, O Lord, shine bright and brighter unto a perfect day. In the name of Jesus. In the name of Jesus. When men say there is downcasting, then we shall say there is lifting up. There is lifting up. There is lifting up. Walioko matope, Bwana kawainue. Walioko kwa matope, Bwana kainue. Kama mtumishi wako Daudi alivyoinua sauti yake akasema, nilimngojea Bwana, nilimngojea Bwana, naye akakuja akaweza kuniondoa kwa tope, akanikanyangiza kwa jiwe. Walioko kwa tope Bwana, iwe ni tope la madeni, iwe ni tope Bwana la kukosa ajira, iwe ni tope la la magonjwa, liwe ni tope Bwana la kuonewa, liwe ni tope kwa makesi, Bwana kawaondoe, Bwana kawaondoe, Bwana kawaondoe katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Almighty God. Oh Jesus, this is the assurance we have in you. This is the confidence that we have in you, that impossibility can become possible. Impossibility can become possible. Impossibility can become possible. Don't give up, servant of God. Usije ukakufa moyo, bali weka imani na tumaini lako kwa Bwana, na Mungu